KTN. Tukitoka Tanzania tuelekea Nakuru. Hali ya taharuki imetanda jijini Nakuru baada ya visa vya mauaji vinavyotekelezwa na magenge kurejea. Watu wawili wameripotiwa kuuawa kinyama na magenge hayo Jumatatu usiku katika visa tofauti, huku idara ya polisi ikianzisha msako wa genge linalohusishwa na visa hivyo viwili. Waliouawa wanasemekana kudungwa kwa visu mara kadhaa. Ken Gashuhi anaarifu zaidi. Sarah Owendi amesalia na machungu moyoni mwake baada ya mwanawe Rogers Marucha wa miaka 30 kuuawa kinyama na genge la wahalifu Jumatatu usiku. Lakini aliniambia simu yangu imepotea mam, uende unireplace line. Baadaye nikishaitwa hata amekufa, nilisikia simu iko imepotea, alikuwa amenyang'anywa na hao vijana. Akamdanganya akamwambia kuja uchukue simu yako. Nasikia walimweka kwa gari, vijana wakajaribu kufuata hiyo gari. Akaenda. Walifuata gari ati wakachukua kisu wakadunga tayo ya pikipiki yenye walikuwa wanafuata nayo gari. Inaripotiwa Rogers aliuawa kwa kudungwa kisu mara kadhaa ndani ya gari na baadaye genge hilo likasafirisha mwili wake hadi eneo la sewage ambapo waliutupa. Cha kushangaza ni kwamba wahalifu hao walitumia simu yake kufahamisha familia yake. Nikamwambia tu umesema aje? Akaniambia tu ndugu yako tumemaliza, enda huko siwe ufanye nini? Umchukue. Tukatoka hiyo usiku, ilikuwa inaelekea saa 6. Akaniambia endeni sewage mchukue mzigo yenu, nimewaacha sewage. Na kweli nilienda nikapata mzigo yangu iko sewage. Imedunga visu huku yenye hakuna kuhesabu. Amemwagiliwa pombe kila pahali kwa mwili. Rogers alikuwa miongoni mwa wanachama wa genge hilo hatari kabla ya kukamatwa mwaka 2022 na baada ya kuachiliwa akahamia eneo la Kisii kuanzisha ukurasa mpya wa maisha yake kwa kufanya biashara, ila kila aliporejea Nakuru genge hilo lilimuinda kwa kulisaliti. Wakati walikuanga wamemshika wakisema yeye ndio mkubwa wao, alijitoa kwa group. Ukishaingia kwa groups unajua, nikisema groups unajua, ukijitoa kwa ile group hawatakuacha. Rojoto alikuwa anafanya confirm akiishi Nakuru. Hiyo ni kitu yenye iko tuwezi sema hapana. Yaani ilikuwa mpaka Rojoto hawezi kuja Nakuru kutembea. Ukimwona tu amekuja hivi, kuna time Rojoto alikuja Nakuru akakaa home. Hiyo siku usiku wakakuja home vijana 15. Usiku huo genge hilo lilitekeleza mauaji mengine mtaa wa Flamingo. Kundi hilo linasemekana kumvamia Henry Ongae wa miaka 18 na kumdunga kisu shingoni mara kadhaa. Amepatikana tu na amesemekana tu ni huyu. Ameanza kukimbia. Kuanza kukimbia, mawe amemtega akaanguka chini ama amekufika na kisu. Ameanza kudunga. Kisu kingine alikuwa hapa na kisu kingine alikuwa hapa na hapa. Wakazi na familia zilizoathirika zimetaka idara ya polisi kuwahakikishia usalama wao na haki. Sana watoto kama Mesanyana, Kifumbini, sijui Ronda, Flamingo nayo wengine yako, Bondeni nayo wengine wako. Sasa huwezi jua watu wanafurutana kwa nini. Huwezi uwa mtu uchukue simu zake bado unazitumia kupiga na kuthreaten watu. Na unatembea tu. Ingelikuwa justice iko, hizo simu ziwezi turakiwa zipate huyo mtu. Kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru Emmanuel Opuru amesema kuwa wahalifu hao bado wanasakwa. Ken Gashuhi, KTN. Bila shaka tuna imani kwamba wahalifu hao ambao wanaendelea kuwanyanyasa na kuwadhulumu